Naam, barabara kabisa, moja kwa moja kutoka Malkia wa Nguvu Koleza Levels. Niko na watangazaji wenzangu hapa. Nini kitu chote? Dada mtangazaji. Naam. Mnajisikiaje? Levels. Yes. On the blue corner. Sophie Professor Janabi. Jina kubwa sana. No, Levels. On the blue corner. Faraja Kota. Nimalizie? Malizie tusikie. Nyalandu. Levels. Koleza Levels. Nimefurahi kuona sana Malkia wa Nguvu. Thank you. Nataka tu debate kidogo. Is it true kuendelea kuamini adui mwanamke ni mwanamke? Let's move. Hapana. No. Kwa nini Sophia? Kwa sababu sio adui wa mwanamke. Haiwezekaniki yani. Ni misemo tu imewekwa na watu ambao hawatupendei, hawatutaki mema, lakini hakuna kitu kama hicho. Wow. Yeah. Faraja, unadhani imefika muda tuamue kuachana na viti maalum kujiongoza wanawake, Malkia wa Nguvu apambane mwenyewe? Hapana. Mtampa mic mnakasa. Natakiwa dada mtangazaji. Hapana, viti maalum nia yake ilikuwa ni kuweza kutoa nafasi kwa wanawake kuingia katika ulingo wa uongozi au ulingo wa siasa. Na bado ukiangalia kuna gap kubwa sana kati ya wanawake na wanaume katika nafasi za uongozi na nafasi za siasa. Kwa mimi naamini safari ni ndefu bado, kwa hiyo ni muhimu hivi viti viendelee kuwepo kwa ajili ya kutoa chachu, hamasa na kuwapa wanawake jukwaa la kushiriki katika nafasi za siasa na uongozi. Nyinyi Malkia wa Nguvu ambao mna age na swag, mnaendelea kuzeeka na uzuri wenu, umri unaenda na uzuri. No. Mzee mwisho Bukoba. Hivi kweli? Tuache tutake radhi. Okay, point yangu ni hivi. Vipepeo wengi hata hivyo nikwambie kitu, uzeni wanasema uzeni nini? Ni mtazamo, mindset. Ni baraka. Kwa poa tu. Yes. Poa. Ngoja ni edit kauli yangu. Mna age na swag na class yenu. Sasa hizi vipepeo wengi wanalalamikiwa Gen Z wanajispoil, wanajioverspoil. Malkia dogo. Malkia wadogo. Wanajioverspoil. Mimi ni kipepeo pia. Wewe ni jipepeo. Mimi ni kipepeo. Sawa kipepeo. Asante. Umeona hii concern ya kwamba Gen Z sasa hizi ukimweka hapa Gen Z wa L20s anaweza kuonekana ni aged kuliko nyinyi. Wape tips wawezaje ku keep up na uzuri wao. Kwa lake sasa. Dada tupe tips. Bure tu. Sisi vipepeo. Tips zipo lakini siwezi kuzitoa bure. Itakuwepo siku maalum ambapo nitaweza kutoa hizo tips lakini sio bure tu. Thanks. Okay, Malkia wa Nguvu Sophie Professor Janabi. How is it hard kuwa Malkia wa Nguvu ambaye uko responsible kwa mtu muhimu kama Professor Janabi? Ndio swali lako. Umepewa dhamana ya kuwa ubavu wa kushoto pembeni ya mtu mkubwa sana nchi, Professor Janabi. Is it hard au? Hapana, sio rahisi lakini sio ngumu. Ndio. Wow. Kweli kwenye kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mwanamke behind. Naomba hii mkabidhi mtangazaji nimalizane na Faraja. Ndio. Asante mtangazaji mwenzangu. Wenda kusubiri jahazi, wewe Faraja njoo huko. Njoo huko. Nifanyaje? Njoo. By then nilikumisi sana Faraja Kota. Almost miaka 6-7 tangia 2018 pale Mlimani City. Event ya Jokate. Yes. Nimekumbuka. Maisha yameendeleaje Faraja? Tunamshukuru Mungu. Come this way. Tunataka tusogee tena. Okay. Wow. Faraja Kota. Wanakosewa zaidi mtangazaji. Wanakosewa zaidi wanawake tukiwaita piskali au demu. Neno gani linakukera unaposikia mwanamke anakuwa referred as demu au piskali? Yaani sio tu mwanamke, binadamu yoyote hataki kuitwa kwa lebo. Kama mtu unajua jina lake anaitwa Yohana, anaitwa Salama, anaitwa Faraja, anaitwa Zuhura, muite mtu kwa jina lake. Huwezi kumuita mtu kwa lebo fulani, kumbandika mtu kwa kitu, humjui, humfahamu, sio sawa. Hiyo mwanamke, hiyo mwanaume. Nitasoma Faraja Kota Nyalandu. Beautiful. A cause of aging Faraja. Inakuogopesha kwamba sasa na umri huu?
Hapana, yani kwanza unajua, yani tofauti ya kutokuzeeka ni kufa. Kwa hiyo mimi nikifikiria kila siku kwamba namshukuru Mungu nimeongezeka siku, umeongezeka mwezi, umeongezeka mwaka, nachukulia kama ni baraka na zawadi kutoka kwa Mungu kwamba walau niko hai, tunaendelea na maisha. Kwa hiyo hapana. Wow. Tuprovoke kidogo misingi ya jamii. Kuna uhusiano gani kuwa mwanamke mjamzito na pua kuwa kubwa? We achana na wanawake wajawazito, wewe pua kubwa, shingo zinakuwa nyeusi, tuache kabisa. Mambo yanakuwa mengi, ni hormones na mabadiliko ya mwili. Lazima unatengeneza binadamu mpya kila sekunde ndani yako. Imagine wewe hapo sasa uishi na mtu ndani yako, yani wewe unakuwa kama kabati, kama mfuko, unatengeneza mtu, lazima ubadilike, na ni pia ni baraka. Alafu Faraja, haya mabadiliko nilikuwa najiuliza kwa perspectives za biology na social orientations, kwa nini condom ziko 3 kwenye pakiti moja? Yaani sasa maswali yako mtangazaji, umeona sasa umechoka.